na nigetha tukorwo tugikiaraniria na mutongoria wa bata uria twinake muthenya wa umuthi rucini rwega tukimenye maria atuhaririirie ni tondu andu aingi ni magiukite magitwira maundu matiganite megi uria mageka maya utongoria. Muthenya wa umuthi ni tutikite twina mutongoria wa kiama kia ANC Musalia Mudavadi na aina ngoga nyingi muno makiria kana ngofia nyingi muno makiria thiini wa kiharo gioteti. Anakorwo ari munini wa president guku bururi-ini, anakorwo ari munini wa prime minister, anakorwo ari minister wa kigina gatigati ka maundu maingi na ngofia nyingi iria ekirite thiini wa kiharo gia uteti. Na muthenya wa umuthi tugukorwo tugikiaraniria nake na nigetha tukorwo tugikimenya kioniki giake ni kiriku hari bururi na muno makiria rucini rwa umuthi tukiaraniria nawe mwiroreri turamurika muno makiria horo wigie Mount Kenya kana kuria kirima na tondu gwiraga rimwe ni cenjagio muikirie to muthende ti ya Kenya kimwe muthenya umuthi ni tugucenjia hanini na nigetha tukorwo tugikiaria na ruthiomi rwa Githwairi. Thengio non season ni tondu uria wakorwo githutwarithia mwena ucio na gukorwo nyitireire mwaro na njira njega. Mugeni wakwa ena ritwa taria gwitu ni tondu aretwo Macharia no hatari gute ihinda reke tunyitanire nake na nigetha tukorwo tugikiaraniria. Koguo ndakiuga tutakuwa tukitumia lugha ya Kiswahili na ili watazamaji wetu wapate kuelewa kile ambacho tutakuwa tukizungumzia. Kwanza nikukaribisha sana hapa ni Kameme TV. Na tumefurahi kuwa nawe asubuhi ya leo. Asante sana Maina Kihumo. Uko namna gani? Mimi niko salama kabisa. Haya, mimi nasema muri gandu aitu. Mount Kenya. Ohoro wanyu. Ni mwega muno. Okay. Asante sana. Umesikia ndetagwa Macharia. Macharia kabisa. Asante sana. Na wakisikia jina Macharia wanataka tuzungumza ile lugha yetu na ambayo tumezoea, lakini kwa sasa wacha, kwa sababu pia Wakenya wengine wanataka kusikiza sawa. Wanataka kusikiza na tumesikia kwamba atasalamu uko sawa, lakini tungetaka pia utusalimie na Kiluya kidogo vile ambavyo umesema. Murembe mno. Abandu betu ba Mount Kenya. Murembe sana. Asante sana. Karibu sana na tuanze vile ambavyo tutaangazia vile ambavyo nchi inaendelea. Na kwanza kabisa tutaangalia bei ya mafuta kwa sababu tume ya kudhibiti bei ya mafuta hapa nchini hivi majuzi iliongeza bei, jambo ambalo limewakasirisha Wakenya wengi sana. Sijui msimamo wako ni upi kuhusiana na swala hili na ni sababu gani ambayo inafanya bei ya mafuta huwa ikiongezeka kwa kasi namna hiyo? Ni jambo la kusikitisha ndugu yangu kwa sababu Wakenya wamesikia uchungu na wanasikia uchungu kwa sababu kuongeza kwa kiasi kikubwa hivyo kwa safari moja kimeleta utata sana kwa mambo ya uchukuzi, kwa mambo ya kupika chakula, kwa gharama ya maisha kwa kijumla. Hata zile mashule ambazo zimefunguliwa sasa, wewe fikiria shule ya secondary ya boarding imefanya budget kuhusiana na kiasi fulani. Hata ile capitation ya Ministry of Education imepeanwa kulingana na vile mambo yalikuwa, lakini kwa mara moja tu gharama inaruka juu. Kwa petroli ni karibu shilingi 8, hata na diesel na mafuta taa. Na unajua kule mashinani wakati huu hauwezi ukaenda kwa msitu kutafuta kuni kwa sababu kuna mambo ya kuchunga environment ama mazingira. Sasa Wakenya wengi siku hizi wanategemea mafuta taa ama gas kwa utumishi wao wa kawaida wa kupikia familia zao chakula. Sasa wakati gharama hii inaenda juu inaleta utata. Hata wale vijana wa bodaboda ambao wana jukumu kubwa la kusafirisha wananchi kutoka sehemu moja hadi nyingine, sasa bei imepanda. Kwa hivyo hii ni shida sana, lakini swali ni hili: ni kwa nini serikali inapenda kuvamia sekta ya mafuta? Wanapenda kuvamia pale kwa sababu hapo ndio wanapata ushuru haraka. Na kile mimi nimekuwa nikizungumzia ni kwamba ushuru unaumiza Mkenya wa kawaida. Hana nafasi ya kuweka pesa mfukoni.
kwa sababu ushuru unaangazia kiasi kikubwa sana. Sasa kumbuka, 70% ya ushuru ambao unatozwa katika Kenya saa hii unaenda kulipa madeni ya kitaifa, madeni ya kule nje na zile serikali inakopa kwa soko ya nyumbani, internal borrowing kutoka kwa bonds, kutoka kwa bills, treasury bills ama treasury bonds. Kwa kijumla 70% za ushuru ya Kenya zinaenda kulipa madeni. Kwa hivyo uzito huu ambao unafinya mwananchi wa kawaida ni kwa sababu serikali inafuliza kule juu, na sasa homa ya kufuliza kule juu imekuja kwa boma lako na kwa boma langu, ili sasa mwananchi pia anafuliza pale chini. Yote ni kuhusu uzito wa madeni katika Kenya. Kwa hivyo mtu akikwambia kwamba anazungumzia madeni, saa zingine madeni ya umma, haya hayatuhusu, ni ya kule nje. La, ndugu yangu, serikali haina pesa zake za kibinafsi. Serikali hutoa pesa kupitia kwa ushuru. Kwa hivyo wakiwa na madeni mazito ama makubwa, yule ambaye anafinywa pale chini ni mwananchi wa kawaida. Yule kijana wa bodaboda, labda mtu akimwambia ati madeni ni ya kule juu, lakini sasa ndio hiyo bei ya uchukuzi imepanda. Na sijui ni jambo gani hili ambalo linafaa kufanywa ili kuhakikisha kwamba tumelipa haya madeni lakini hatutafinyilia Mkenya. Ningependa kusisitiza, na nimekuwa nikisisitiza kwa muda mrefu sana, kwa sababu mimi nimewahi kuwa waziri wa fedha, na nimesisitiza kutoka mwaka wa 2015. Mimi nilikuwa nikitazama hesabu za serikali, nikasema hizi hesabu zinatuonyesha kwamba tunakopa kwa riba ya juu na kwa kasi sana. Watu walifikiri mimi nazungumza hadithi za alfu lela ulela. Lakini mimi nataka niwaambie kwamba ni lazima sasa tutazame vile tutapunguza madeni yetu. Kwanza tuepukane na kukopa, tupunguze mambo ya kukopa kule nje kwa riba ya juu. Serikali inakopa kwa 7% na wanaambiwa walipe 15 years. Hiyo ni ghali sana, na itakuja kuumiza mwananchi. Ni lazima tuende kwa zile mikopo ambayo riba ni 1% na tunaambiwa tulipe baada ya miaka 30. Hizo ndio mikopo kama tunataka kukopa tuende kwa sehemu kama hiyo. Number 2, tuzibe mashimo ya ufisadi. Kwa sababu pia watu wanapora. Na Kenya ina shida hiyo. Tukizibu mashimo ya ufisadi na tuwe na umaarufu zaidi kwa vile tunakopa pesa, na alafu tena itabidi sasa, vile nilifanya nikiwa waziri wa fedha, itabidi serikali ya Kenya kuanzia sasa tukienda mbele waanze kuangazia vile watajadiliana na wathamini wetu ili mikopo ambayo nimetaja ya riba ya juu tuone vile inaweza songeshwa, ama saa zingine ifutiliwe mbali, ama iwe restructured, ndio tupate nafuu kama Wakenya. Na jambo la 3, kile ambacho tunataka tutekeleze, tuelezana ukweli. Hauwezi ukafanya programu zako zote mara moja. Ni lazima tuwe na priorities vizuri, tujue kwamba zingine ni lazima tuzi suspend, tutakuja kuzifanya baadaye. Kwa kifupi, ukitaka kupima nguo, tafadhali kata material kulingana na size yako.
usikate nguo ambayo unajua kwamba ni kubwa zaidi, alafu baadaye unaharibu material, lakini gharama ya material lazima ulipe. Kwa hivyo tukate programs zetu kulingana na size yetu kama Wakenya. Sasa na tutawezaje kufufua uchumi wa nchi tukiangazia kama swala la mafuta vile bei imeongezewa kwa sasa, na kila kiongozi anasema ni wakati wa kufufua uchumi wa nchi, itawezekana namna gani? Sasa nimekuambia cut your cloth according to your size. Yani priorities zetu ziwe sawa. Nimekuambia na nimeeleza Wakenya kwamba ni lazima tujadiliane na wathamini tupunguze mikopo ya riba ya juu, tuzibe mashibo ya ufisadi. Alafu sasa, kwa sababu mkulima wa kilimo sasa, yule wa kahawa, yule wa majani chai, yule wa horticulture, yule wa avocado, ndugu, fertilizer ama cost of production. Tukienda kwa hii mambo ya petroli na nini, cost of production inaenda juu. Kama ni manufacturer, kumbuka ukiangalia bili yako ya stima utapata fuel adjustment. Na sasa fuel imeenda juu. Na wewe ni manufacturer. Ukienda hapa Thika, kuna viwanda ambavyo vilikuwa vinatengeneza animal feeds na kadhalika. Ushuru uko kwa animal feeds. Ukiniuliza ni kwa nini mayai yanatoka Uganda kwa bei rahisi, ni kwa nini kuku zinatoka huko kwa bei rahisi na kuna wakulima hapa, ukweli wa mambo ni kwamba Kenya ama serikali kwa sababu ya madeni makubwa inafinya sana wakulima. Kwa hivyo cost of production imeenda juu. Kwa hivyo ni juhudi letu tutafute namna ya kusema lazima tupunguze cost of production. Sisemi Wakenya wasilipe ushuru, walipe, lakini kwa wakati huu ni lazima tufufue, tuwe na walipaji ushuru wengi ndio tupate nafasi ya kupunguza ushuru. Na hili ndio swala ambalo mimi niongezea nikisema uchumi bora na pesa mfukoni. Bado tuangazie hilo swala la mafuta tukitoka hapo. Kuna Wakenya ambao wanauliza, tulianza kuchimba mafuta yetu hapa Turkana, mafuta yetu ilikwenda wapi? Nadhani tulipiga domo sana kabla hatujaangazia vilivyo. Watu walikuwa nafikiri mafuta yako tayari yatatoka, lakini kumbuka refinery yetu haifanyi kazi vizuri. Yale mafuta tunaleta sasa ni yale ambayo yamekuwa processed, alafu yanapita tu kwa pipeline. Na yale walikuwa kitoa kama kule Turkana, walikuwa napeleka iende kule pwani, alafu iende pahali ambao itakuwa processed. Kwa hivyo haiko economical. Na ndio kwa sababu kampuni kama hizo za Talo baada ya muda kidogo zikasema afadhali waachilie kwanza, kwa sababu hesabu haikuwa inaingia. Kwa hivyo uzito wetu kwamba bado tutafute mafuta kama kawaida kutoka nje, tuagize kutoka nje. Ndio. Tukiangalia vile ambavyo serikali imekuwa ikifanya kazi, wewe kama kiongozi wa miaka mingi, utendakazi wa serikali kufikia sasa unaweza ukaupatia asilimia kama ngapi? Siwezi nikasema kwamba nataka niwapatie percentage. Kwa sababu tukipima hivyo hatupimi vizuri. Ukweli wa mambo ni kwamba katika sekta zingine kama za infrastructure, mabarabara, serikali imejenga sana mabarabara. Hawezi kuwakosoa pale. Wamejaribu. Lakini sasa kila ambacho mimi ningependa kuhimiza ni kwamba ni vizuri sasa tuangazie uchumi wa mtu binafsi, kwa sababu zile barabara unajenga, sasa biashara gani inatumika kwa hizo barabara? Hapo ndio swala nyeti.
Hapo ndio lazima tulenge. Na hapo ndio narudi kusema kwamba uchumi bora ni pesa mfukoni mwa mwananchi. Hiyo ndio kipimo. Wewe na mimi tukifanya biashara, tukifanya ukulima, tunabaki na nini mfukoni? Sasa tukiangalia katika wafanya biashara, ukienda kwa kila county, na tuko na county 47, wafanya biashara kule mashinani wanapigwa sana na kile wanaita pending bills. Wamefanya biashara na county, wametekeleza services fulani kwa county hizi, lakini hawalipi, kwa sababu county governments pia zimefika kwa kiwango ambacho labda zile pesa zinatoka kwa serikali zimechelewa, yani revenue share ya county zimechelewa, nao pia wamechelewa kulipa contractors ama suppliers, na hawa suppliers na contractors wanaajiri vijana kwa mafactory zao. Sasa hiyo ripple effect imeanza kuumiza kila mtu, na ndio kwa sababu ukiitembea, ukienda kule nje, unaona kijana yuko lakini kijana amekasirika, mama yuko lakini anaumia, mlemavu yuko ambaye anafanya biashara lakini hajalipwa. Na haya ndio sisi ni lazima tuangazie kama Wakenya. So Maina, challenge ama changamoto yetu ni kuhakikisha tunaimarisha uchumi wa taifa letu. Ndio. Na hasa kuangazia mwananchi wa kawaida, kwa sababu kulingana na mazungumzo yako ni kwamba priority ya serikali haijalengwa ama haijalenga mwananchi wa kawaida. Huu mwananchi wa kawaida anaonekana yuko kwa hali ya upweke. Hajisikii kwamba amelengwa vilivyo. Yeah. Kwa hivyo juhudi, vile nimesema, serikali imefanya mambo kama ile ya infrastructure. Yeah. Lakini serikali ni lazima ifanye bidii kupigana na ufisadi. Serikali ni lazima katika kama mabawa ambayo walisema watajenga katika sehemu fulani, pesa zikapotea, wananchi wanangojea, kwa sababu ikiwa hawapati nafuu haraka, lakini upande mwingine tuwaonyeshe kwamba wale ambao walitoroka na pesa ya Mkenya za umma pia wanaandamwa. Kwa hivyo kwa wakati huu hali ya maisha ni magumu, hali ya kuishi ni magumu, na ndio kwa sababu mwananchi ana hofu, anajisikia kwamba serikali imemwacha kando. Tukiangazia swala la ufisadi, kuna baadhi ya viongozi ambao wanalalamika wakisema kwamba hili jambo linaendelezwa kwa njia ya kisiasa. Kwa maoni yako, hili swala linaendelezwa kwa njia gani? Hatutaki iendelezwe kwa njia ya kisiasa. Na wengi husema hivyo kwa sababu inachukua muda mrefu. Unajua, wakati moja tunaamka asubuhi, alafu kuna habari kubwa, habari moto kwamba pesa fulani ama sekta fulani yameporwa na nini, lakini na upelelezi unafanyika, tunaona zile tuma za kupigana na ufisadi wanavamia kule, lakini hatimaye mwananchi baada ya wiki moja, wiki tatu, alafu mwezi moja, miezi miwili, miaka miwili, haoni matokeo. Hii ndio inaanza kufanya watu wawe na hofu kwamba labda mambo ya ufisadi haizingatiwi vizuri. Kwa hivyo tukienda mbele ni lazima tujipange, afisi za Auditor General, afisi za hiyo Ethics and Corruption, the DCI, the Director of Public Prosecutions, Judiciary, wapewe nafasi na wapewe resources na wapewe teknolojia ili
fuatilie haraka. Tusiwe tunangoja miaka 10, miaka 20 ndio sasa useme unapata matokeo kuhusu kesi fulani. Ndio. Wacha tuangazie swala sasa la ushirikiano kati ya rais kwa ufupi tu na naibu wake. Hivi majuzi viongozi wa dini wamejitokeza wakitaka kupatanisha hao viongozi wawili, na jambo ambalo naibu rais amesema kwamba hana shinda nalo. Lakini kwa mtazamo wako, ni nini hiki ambacho kimepelekea uhusiano kati ya rais na naibu wake kuwa hauko vile ambavyo tulikuwa tumezoea hapo awali? Ni vigumu kujibu hilo kwa sababu hawa ni viongozi wawili wako kwa chama kimoja. Ni wao tu wenyewe wakitaka ndio wataweza kutueleza kwamba ni nini kimefanya wawe na hiyo hali ya kubishana. Kila ambacho tu mimi ningependa kusema ni kwamba tukienda mbele kama Wakenya tujifunze kwamba ubishi kati ya rais na naibu wake sio kitu ambacho tungependa tuone kikienea kwa siku za usoni. Lakini yale ambayo yanawatatiza, mimi siwezi nikasema ninajua. Kile tu mimi huona ni kuona kwamba mambo ya kiheshima imepotea. Na kusema ukweli, wewe na mdosi wako msipoonyeshana heshima, watu wataumia. Okay. Na hili jambo liko na athari gani kwa Wakenya, haswa kwa sasa tunaelekea kwa uchaguzi mkuu? Kulingana na mvutano huu na tofauti hizi, ziko na athari gani kwa Wakenya? Zimepunguza hali ya kile unasema service delivery. Kwa sababu kama kuna mvutano kwa wale ambao ni wa muhimu sana kwa mambo ya service delivery, na rais na naibu wake ni watu wa muhimu sana kwa mambo ya kuhakikisha kwamba serikali inafanya vilivyo. Kwa hivyo, kwa sababu hatuwezi kuwa na mkubwa anavuta upande wa kulia na hadi yule ambaye ni naibu wake anavuta upande wa kushoto. Hatutaki biashara ya serikali iende hivyo, kwa sababu hiyo mambo ya kuvutana itatoka kwa wale wakubwa, itaingia kwa mawaziri kulingana na vile wanaegemea, alafu itaingia kwa permanent secretaries kulingana pahali wanaegemea, na hatimaye itaingia kwa public service. Na hiyo inaweza kudhuru sana utekelezaji wa kazi ama kutoa huduma kwa mwananchi wa kawaida. Siasa sasa. Na hivi majuzi makanisa yamepiga marufuku wanasiasa kuhutubu pale kanisani. Sijui hili jambo umelichukulia kwa njia gani, na pia nafasi ya kanisa kwenye siasa ni gani na nafasi ya wanasiasa kanisani ni gani? Kwanza mimi nasema naheshimu uamuzi wa viongozi wa makanisa. Kama ikiwa umeamua kwamba wangependa tutoe heshima na makanisa yawe na heshima, ili tusiwe na kile ambacho wanaita desecration ya the pulpit kwa mambo ya kisiasa. Kwa sababu wengine kusema kweli, wanasiasa wengine wamekuwa kitoa matusi kwa makanisa. Kwa hivyo mimi naunga mkono kwamba kanisa ama religious places zipewe heshima ya kutosha. Kwa hivyo mimi sina wasiwasi kamwe na siwezi kuwakosoa. Na mimi nasema hivyo kwa sababu juzi tulikuwa kule Butere, na nilipokuwa Butere, askofu mkuu wa Kianglikana Bishop Sapit ndio alitutangaza msimamo huo, na nilikuwa pale. Mimi sikuwa na shida kamwe. Niliona ni uamuzi sawa sawa, tuheshimu.
Kile tunataka tu niseme ni kwamba partnership ya kanisa na Wakenya kwa kijumla na hata wanasiasa ni muhimu, kwa sababu makanisa ndio kile tunaita moral compass of society. Hiyo spiritual nourishment ni ya muhimu sana kwa Wakenya. Na isitoshe, tumeona katika ulimwengu pia kuna viongozi ambao ni wa kanisa na wameingia kwa siasa, na wengine wamekuwa wajumbe na hata wengine wamekuwa marais wa mataifa, lakini background yao walikuwa viongozi wa makanisa. Kwa hivyo partnership hiyo ni ya muhimu, isiwe ya kupuuza. Lakini nataka nipongeze kanisa la Anglikana kwa sababu walikuwa wakitawaza kwa mara ya kwanza katika Kenya askofu ambaye ni mama, ambaye amechaguliwa kwa synod hiyo, diocese hiyo. Mama ambaye amechaguliwa ni kihistoria. Bishop Okeno, madam, amechaguliwa kwa mara ya kwanza kuwa askofu. Hili ni jambo la kujivunia, ni kihistoria. Kumbuka Mama Mary alileta Yesu ulimwengu. Alafu kumbuka Mary Magdalene naye akakusanyika na wamama wengine kuambia ulimwengu kwamba Yesu amefufuka. Alafu kuna kama yule Mama Teresa ambaye alipeleka Ukristo India, na wengine kwa kihistoria wako Saint Joan. Kwa hivyo sisi kama Kenya tunajivunia yale yalikuwa yakifanyika na tulimpea heshima ya kutosha. Kuna wale ambao wanaona kana kwamba vile ambavyo ulitoka kabla mkutano ule kumalizika kana kwamba ni kwa sababu mlikatazwa na askofu kupiga siasa. Hapana. Tulikaa pale mpaka mama akatoa hotuba yake, askofu yule alikuwa akitawaza, na akapeana hata even final prayer. Na pia tulikuwa tumeomba nafasi kwa Archbishop Sapit. Hata yeye mwenyewe alitangaza kiwazi kwamba hatuku waonyesha mgongo la. Mimi vile nimelelewa kwa mambo ya kidini siwezi nikafanya hivyo. Kwa hivyo tulipeana heshima ya dhati kwa kanisa, na nitazidi kufanya hivyo. Ndio. Sawa. Tunajua kwamba umetangaza nia ya kuwania kiti cha urais mwaka ujao. Tuchoree picha ya serikali ambayo unatarajia kubuni iwapo Wakenya watakupatia nafasi ya kuwaongoza. Kwanza tunataka nataka niseme hivi. Lengo langu litakuwa haswa kuhakikisha kwamba hiyo serikali inalenga mambo ya kiuchumi. Kwa sababu ajenda kubwa vile mimi ninavyoona ni kuhakikisha kwamba economy yetu inatoa ajira kwa vijana. Maana Wakenya karibu 2 milioni wamepoteza kazi kwa hii miaka 2.5. Labda COVID imechangia, lakini ukweli wa mambo uchumi wetu ulikuwa unaumia. Hata ukiona nchi zetu za kijirani watu wanasema wanapata foreign direct investment. Foreign direct investment ambayo inaenda Rwanda, Uganda, Tanzania, ukichunguza sana ni Wakenya ambao gharama ya kufanya biashara hapa imewafukuza. Ile mambo nilikuwa nikisema kamba ya ushuru kutozwa kupita kiasi, wanatoroka hapa ili waende kufanya biashara kwa nchi jirani. Kwa hivyo sekta ama mambo ya kuimarisha uchumi wa mkulima, uchumi wa mfugaji, uchumi wa manufacturing, ni lazima tuangalie sekta zote. Hapo ndio tulenge. Kwa hivyo agenda kuu ndio hiyo. Serikali ambayo itaheshimu sheria, serikali ambayo itaheshimu katiba na ipeane security
kwa Wakenya wote. Na mimi nataka nihusishe Wakenya wote kwa hiyo serikali. Sitaki kuwa na serikali ambayo ni ya ubaguzi, na hatutaki kuwa na serikali ambayo mtu atafikiri ni ya uhasama. Juhudi langu sio kupata nafasi kusema tunataka tulipize kisasi hapa na pale. Sisi tunataka Wakenya tushikane mikono na tutembee pamoja. Unatafuta mgombea mwenza wa aina gani, jinsia gani, na kutoka eneo gani? Labda Mkenya ambaye amehitimu kulingana na kikatiba, na yule ambaye ataongeza umaarufu kwa hiyo serikali. Ni lazima ndio yule atafutwa, akiwa mke au akiwa mume. Hakuna shida. Hujaamua kama ni mke bado, hiyo upelelezi bado unaendelea pole pole. Lakini kuna wale ambao wanasema kwamba umekuwa na mazungumzo na gavana wa kaunti ya Kirinyaga, labda kuna vile ambavyo umeanza hiyo mipango, sijui. Unajua wanaruka, hiyo ni jumping the gun. Hatujafika pahali ambapo tutawatangazia swala kama hilo. Niko na nafasi. Lakini la muhimu ni kwamba Wakenya wako ambao wana umaarufu, both men and women wako. Na mimi na imani kwamba tukifika wakati wa kutangaza tutakuwa tumepata yule ambaye tutatembea naye. Ni mambo gani ambayo umesoma na uongozi ambao tuko nao kwa sasa na ambao hungetaka kwa serikali yako kama utaunda serikali ya jirudie? Kwa mfano, hatutaki kuona ubishi kati ya kiongozi wa kitaifa, president, na naibu wake vile tumeona. Hii imekuwa historia bana. Hii umekuwa ubishi wa kihistoria. Lakini kwa kawaida katika taifa zingine, ikiwa hawasikizani, mmoja ni lazima angesema basi mimi najiuzulu. Na yule ambaye angejiuzulu ni hauwezi kuambia boss wako atoke. Sasa itakuwa yule mwingine ndio anatoka. Kama wange kwa mambo ya kidemokrasia ingekuwa hivyo. Lakini hatungependa tuone hiyo incident ikirudiana tukienda mbele. Kwa sababu pia tusipochunga tutafika wakati pia mawaziri wanatupiana maneno mabaya. Ama tutaona sasa permanent secretary afanye kazi na waziri wake. Na vile walisema ndovu wawili wakipigana nyasi humia. Muungano wao uko namna gani? Bado uko imara? Hatujakamilisha chochote kwa sababu kukamilisha ni lazima sasa tumeweka sahihi na tuweke hiyo document kwa msajili wa vyama. Kwa hivyo kwa wakati huu bado tunajadiliana, na msimamo wetu ni kwamba tusiharakishe, kwa sababu tunataka Wakenya wengi wawe wamepata nafasi ya kutuunga mkono na kujadiliana na sisi. Kwa mfano sasa tukiharakisha tuseme tumefunga hiyo document imekwisha. Wewe Maina, kama ungetaka kuingia sasa utaanza kuniuliza kama mmefunga sasa mimi mnataka niingie vipi? Kwa hivyo ni lazima tupeane nafasi. Ndio. Lakini inaonekana mko na kibarua kigumu sana cha kuchagua mwenye atakayepeperusha bendera. Bado tuko na nafasi hadi mwaka ujao kufanya hivyo. Sio lazima kwamba huyo apatikane sasa. Hata katika coalitions zingine haiko kwamba ni lazima wakati mnasema mnaanza coalition mnachagua mara moja. Majadiliano yatakuwa, alafu hatimaye yule anaweza kupeperusha bendera atatambuliwa. Ndio. Haya, kama mwanasiasa wa miaka mingi sana na kama waziri wa zamani wa fedha, kumekuwa na mifumo mingi sana ya
ya kifedha na ambayo imekuwa ikiendelezwa na viongozi ambao wako na azma ya kuongoza nchi, itafaidi aje mwananchi? Hii mifumo yote tunasikia mambo ya bottom up, trickle down. Mimi nilikuwa naambia watu kwamba tusitumie kizungu kingi na kuconfuse mwananchi wa kawaida na hizo vitu tunaita models. Kwa sababu uchumi wa Kenya sasa sio mambo ya kusema unafunza kwa classroom ndio upeleke model kule. Tuachane na mambo ya model. Ukweli wa mambo tujiulize, madeni yametukumba ama hayajetukumba? Kuna ufisadi ama hatuna ufisadi? Hata governor wa Central Bank ametoa message jana kwamba anaomba hata bunge isikubali mkopo mpya. Hiyo haihitaji model. Governor Njoroge anatuambia tumefuliza kitaifa, na anatuambia tupunguze kufuliza kitaifa. Hiyo si mambo ya model. Je, mambo ya kufufua mambo ya kiuchumi, gharama ya electricity inatusumbua ama haitusumbui? Inatusumbua. Hata EACC sasa wameanza kufuatilia watu wa Kenya Power and Lighting. Kwa sababu ikiwa manufacturers, wewe unaanzisha kampuni yako ya manufacturing, alafu operation expenses zako 40% ni kulipa electricity. Sasa wewe utakuwa competitive namna gani? Kama ni yule anafanya processing ya chakula ya maziwa, ikiwa unatumia stima na processing expenses zinafika 40%, hatuhitaji model pale. Ni lazima tulenge ni nini kinafanya hiyo electricity itusumbue. Kwa hivyo mimi naambia Wakenya tuepukane na hii mambo ya kizungu ambacho kinakoroga ulimi wetu. Tutatue, tufanye diagnosis, tupime ni nini inatusumbua na tulenge pale. Ndio. Kwa hivyo ni siasa tu hizo. Hiyo ni siasa tu. Yeah. Wacha tukwende kule mlimani. Watu pale sasa wanakuita masharia. Ndio. Na ukifika pale mlimani, kazi ambayo watu wa mlimani wanafanya ni biashara na ukulima. Sasa wanajiuliza namna hii, na pia Wakenya kwa jumla wanauliza serikali ya Musalia Mudavadi itashughulikiaje ama itaimarishaje mambo ya kilimo na biashara? Unajua, kwanza kile kinatatiza wafanyabiashara. Kwa mfano, kuna wale walikuwa wakifanya biashara hapa Nyamakimama Gikomba, kutoa imports kutoka katika nchi za ng'ambo, alafu kulikuwa na ile less than container load, wanachangia kama harambee. Wewe na panga yako, mimi na panga yangu, tunaleta container moja. Na hii ni biashara ambayo inafanyika katika ulimwengu mzima. Sasa wakati serikali ya Kenya ilisema kwamba hawataki watu kufanya hivyo, wanataka kila mtu alete container yake. Sasa hali ya cooperative movement ni nini, ndugu yangu? Maana ya cooperative movement ni nini? Ni wale wawekezaji kidogo kujiweka pamoja ili wapate nafasi. Kwa hivyo kitu kimoja ambacho ni cha muhimu sana, ni lazima tuimarishe cooperatives katika eneo la Mount Kenya na kwa Kenya kwa kijumla. Ndio watu wapate nafasi ya kupata hizo pesa. Alafu tuangazie mambo ya cost of production. Ukulima hawezi imarika ikiwa fertilizer yetu inakuwa na bei ya juu. Ukulima wetu hawezi kuimarika ikiwa bei ya mafuta inaongezeka vile imekuwa ikiongezeka. Alafu hatimaye ni lazima tuimarishe uchumi ili benki zetu zipate nafasi ya kukopesha wafanyabiashara wadogo na hata wale wakubwa.
serikali haitakuwa na nguvu za kukopesha. Unajua wameweka women fund, wameweka youth fund. Ukweli wa mambo, hiyo inategemea ushuru ndio waweke hiyo fund. Lakini ikifika wakati utaweza pata kwamba hiyo women fund na youth fund hawawezi kutoa pesa kwa kulingana na budget, kwa sababu labda wamechelewa kulipa mshahara ya walimu. Kwa hivyo pesa lazima tujue zinakuwa priority gani. Lakini priority ambayo tutusaidia ni kwamba private sector ni lazima imarishwe, na mabenki ziwe na uwezo wa kukopesha na kwa riba ambayo inayofaa. Yeah. Pia kuna tatizo lingine ambalo linafanya watu wa mlima walalamike, ambalo lilikuwa pale kwa BBI kuhusiana na mambo ya representation na mambo ya sharing ya resources. Hili jambo utawezaje kulishughulikia? Utalishughulikia kwa njia gani, na ikizingatiwa kwamba kwa sasa BBI ni kama imekufa, rege ilifika mwisho? Kila ambacho ningesema ni kwamba ukweli wa mambo ni kwamba ni vizuri kila Mkenya apate haki yake. Na pahali kulikuwa na makosa ambapo constituencies zingine labda hazipati proportion kulingana na idadi ya watu, ni vizuri turekebishe. Sisemi kwamba wale wengine wasipate, wapate, lakini pia tufanye correction pahali sehemu zimekuwa zikikuwa na shida. Na hii inawezekana, sio lazima tungoje BBI. Hapana. Hii tukitoa uamuzi na tuwe na nia ya kutekeleza kwa njia ya haki, tunaweza fanya hivyo. Kwa hivyo inawezekana? Inawezekana. Ya kufanya kwamba ile formula ya allocation inaweza rekebishwa. Yeah. Na serikali yako itapatia kipaumbele jambo hilo? Iwapo tunataka kila Mkenya furahi. Yeah. Tunataka kila Mkenya ajisikie kwamba kulingana na pesa zilizoko za kitaifa, share ambayo inapatikana inalingana na ina promote kile tunaita equitable sharing. Na hiyo equitable ni kuonyesha kwamba pahali kuna upungufu fulani kwa njia fulani irekebishwe. Yeah. Lakini kuna wale ambao labda wapinzani wako wamekuwa wakisema kwamba hufai kuambia Wakenya kile ambacho utawafanyia. Kwani umekuwa serikalini kwa miaka mingi sana? Hapana, kwa muda wa miaka 10 sijakuwa kwa serikali, ndugu yangu. Yeah. Unaangalia wakati nilikuwa kwa serikali nilifanya yale nilifanya. Mimi ndio nilifufua uchumi wa Kenya mwaka wa 1992 tukiwa na shida. Hatukuwa na pesa za kigeni. Mikopo ilikuwa imetushinda. Mabenki zilikuwa zinaanguka. Nikarekebisha haya maneno. Kwa hivyo wakati nilikuwa pale nilibadilisha uchumi. Hata ndio mimi niliweka sheria ya kuleta Kenya Revenue Authority katika taifa letu. Ukiangalia kitabu cha Kenya Revenue Authority, wamechapisha kitabu, jina langu liko kule. Wakisema mimi ndio nilikuwa waziri ambaye nilipeleka mswada kwa bunge kuleta KRA. Mimi pia ndio nilisukuma mswada wa kuhakikisha kwamba governor wa Central Bank anakaa mihula miwili. Magavana wengine walikuwa wanakaa paka Central Bank inakuwa kama kiosk yao. Inakuwa duka lao. Naam. Wacha tuangalie ama tuangazie jambo la maybe kama unaweza fanya kazi na kiongozi mwingine yeyote nje ya wale ambao mko nao katika muungano wa One Kenya Alliance. Kuna kiongozi kama kiongozi wa chama cha ODM Raila Odinga, kuna kiongozi wa naibu wa rais William Ruto. Unaweza fanya kazi na kiongozi mwingine yote kama hawa viongozi? Kwa wakati huu sisi tuko kwa uwanja. Tuko competitors. Kila mtu anauza sera zake kwa Wakenya. Hatimaye Wakenya wataamua. Wakishaamua, sasa itakuwa jukumu ya yule ambaye yuko mamlakani kusema anaweza fanya kazi na mtu fulani ama mtu fulani kwa kulingana na pahali anataka
wasaidiane. Yeah. Lakini kwa sasa ndugu, tuko uwanjani. Ndio. Na labda kuna yule ambaye atauliza kama unaweza kuwa mgombea mwenza wa mtu yeyote mwingine ama lazima ukue. Chama cha ANC kilisema kinataka nipeperushe bendera ya ANC. Mimi nimejitolea, natafuta kiti cha urais katika taifa letu la Kenya. Kwa hivyo uamuzi utakuwa kwa mwananchi kupitia kwa debe. Ndio. Kuna wakati ambapo ulisema Wakenya watahadhari viongozi ambao wako na hasira. Ndio. Ulikuwa unaangazia nani na ulikuwa unajaribu kusema nini? Ndugu, kila pahali ukitazama, ikiwa ni MCA ama MP ama governor ama senator ama president, ni lazima, mimi nasema mpigaji kura aweke wale wanatafuta kiti kwa kichungi. Sisi wote tuweke kwa kichungi. Watu angalie integrity yetu iko vipi. Watu angalie sisi ni watu wa hasira ama nini. Kwa sababu kiongozi akiwa ni mtu wa hasira, ataongoza kwa njia ya hasira. Na akiongoza kwa njia ya hasira, ataumiza mwananchi wa kawaida. Kwa hivyo ni jukumu letu. Wewe mpigaji kura, tazama na chunguza na wachunge wale wanataka MCA, wale wanataka kuwa MP, wale wanataka kuwa governor, senator, na wale wanataka kuwa rais. Mimi sina hasira. Lakini sitaki kutaja wengine, si Wakenya wataona tu. Lakini kuna wale ambao unaona wamekuwa wana hasira. Nyinyi utazama, nyinyi mna vyombo vya habari. Mna picha zetu kila pahali. Mna record zetu vile tunazungumza kwa wananchi. Matamshi ambayo tunatoa. Nyinyi wenyewe mtapima nani yuko na hasira na nani hana hasira. Lakini la muhimu, tusiwe na viongozi ambao wana hasira. Kuna wale ambao wanasema huwezi ukajiepusha kwa makosa ambayo imefanyika kwa serikali. Kwani kupitia handshake pia nayo inasemekana kwamba mlikaribishwa Ikulu na kwamba mmekuwa mkipatana na rais. Ndugu, wewe niambie, mimi niko kwa serikali gani? Tuseme ukweli. Mimi niko kwa serikali gani? Ni barua gani ambayo umeona nimeweka sahihi kama kiongozi wa serikali? Mimi niko kwa upinzani. Nina marafiki kwa serikali, ndio. Hata rais wa kitaifa ni rafiki. Lakini serikali sio yangu, serikali ni yake. Ukweli useme bwana. Mimi nimekuwa nje ya serikali kwa muda wa miaka 10. Serikali ambayo nilikuwa ndani ya mwisho ilikuwa serikali ya Kibaki. Wakati nilikuwa waziri wa local government. Alafu baada na deputy prime minister, alafu tukaunda sheria za ugatuzi na kadhalika. Alafu tukaenda uchaguzi wa 2013. Tangu wakati huo mimi sijakuwa kwa serikali. Ushawahi nikiitwa waziri? Pia ukisema vile ya kwamba mheshimiwa ama Rais Uhuru Kenyatta yako na serikali, basi itakuwa unasema kama vile ambavyo naibu wake Ruto anasema, kwa sababu anasema muhula wa kwanza aliweza kufanya kazi, lakini msimuulize muhula wa pili kwa sababu nyinyi ndio mlikuja serikalini haswa. Hapana, huo ni uchokozi wa naibu wa rais. Hiyo ni propaganda. Yeye ndio yuko nani deputy president katika Kenya hii? Ni yeye. Asituletee bwana. Kama mambo yamekuwa mazuri akiwa kule, pia saa zingine kuna hali ya ngumu, yeye yuko pale, hajajiuzulu kutoka kwa serikali. Yeye ndio yuko serikalini. Mimi niko nje.
Kweli ama si? Nego kana tigo. Tuache hii mambo ya porojo kusema tuko kwa serikali. Mimi siko kwa serikali. Nina marafiki ndani ya serikali ndio. Lakini mimi siko kwa serikali. Kwa hivyo kulingana nawe na Rais, kama kuna maovu ama mabaya yamefanyika na serikali, pia naye ako pale. Hawezi jiepusha kwa njia yote hata kama anashikilia kwamba kuna kile wanaitwa collective responsibility. Collective responsibility. Wanahusika kwa kijumla. Yale mazuri wanasema mambo yetu ni mazuri. Lakini kama policy fulani imeenda vibaya, hauwezi ukasema sasa ni yule. Yeye amekuwa kwa cabinet, anaketi kwa cabinet. Kama sera zimeenda sawa, wameziunda pamoja. Kama kuna shida imepatikana, yeye yuko bado kwa hiyo serikali. Okay, Musalia ni project ya nani? Kuna wale ambao wanasema kwamba wakirudi mpaka 2010 huko wakati ambapo mlikuwa serikalini, kama vile ambavyo umesema ulikuwa unapendekezwa sana na rais mstaafu Mwai Kibaki uongoze nchi. Wengine wanasema kwamba kwa sasa inaonekana kama wewe ndio unapendekezwa na rais. Ndugu Mheshimiwa Rais Uhuru hajatoa matamshi ya aina hiyo kamwe. Hakuna pahali amesema yeye anapendelea mtu fulani ama mtu fulani. Mimi sijasikia. Na hata wakati tumezungumza mara kwa mara hajawahi kusema hivyo. Yule ambaye ataamua ni nani atakuwa rais wa Jamhuri ya Kenya ni mpigaji kura ambaye atapiga kura mwaka wa 2022. Ndio. Wito wako kwa Wakenya ni upi, na haswa tukianzia na wanasiasa, kwa sababu umekuwa mkiendeleza siasa hata kama kumekuwa na huu ugonjwa wa COVID ama hii homa ya corona, lakini inaonekana kama hamjali Wakenya bado vikundi kubwa. Tunajali ndugu yangu, tunajali. Mimi siwezi kukudanganya, tunajali. Hatujakuwa tukifanya mikutano ya kihadhara. Tunajaribu sana kukuwa na zile tunaita town hall meetings, zile ndogo, kwa sababu hatuwezi kufanya mikutano ya hadhara. Kwa sababu maisha ya kila Mkenya ina thamana. Kwa hivyo ni lazima kama wanasiasa pia tuchunge Wakenya wote. Basi tupe ujumbe wako wa mwisho. Unapewa kitu. Naam, nitachukua. Tupe ujumbe wako wa mwisho wa wana Mlima Kenya. Kizingatiwa kwamba umekuwa na safari nyingi sana za kule mlimani. Utawaambiaje watu wa Mlima Kenya? Kwanza hata Jumamosi kesho nitakuwa upande wa Meru kwa sababu tunaongea na nataka niende kuzungumza na Wameru kule. Gavana wa Meru amenialika niende kupata nafasi nieleze sera zangu na kadhalika. Lakini la muhimu ni kwamba Wakenya wa Mlima Kenya wana umaarufu wa kibiashara, wa kisiasa, na wana idadi kubwa ya wapigaji kura. Kwa hivyo hawezi kuwapuzilia mbali. Ni lazima uzungumze nao. Kwa sababu ikiwa tunataka tupate manufaa kama Wakenya, ni lazima tuhusishe kila mtu. Na hatuwezi tukasema kwamba kwa sababu huenda labda hatutakuwa na mgombeaji wa kiti cha urais kutoka eneo ya Mount Kenya. Sijui, labda atajitokezea. Lakini tukisema labda kwa sababu hatutakuwa na mmoja kutoka kule, wasahaulike, hapana. Ni lazima wawekwe katika mstari wa mbele kama Wakenya wengine kwa uongozi na kwa ujenzi wa taifa. Ndio. Kuna ugumu wote umeona wakati ambapo umeanza safari kwa mlima? Kuna wakati kuna tatizo lolote ambalo unaweza sema umekubana nalo kule mlimani? No, sijaona tatizo lolote. Kila pahali nimeenda, kama ni Nyandarua, Murang'a, Nyeri, Kiambu,
nimeona watu wa ukarimu, watu wanatukaribisha na watu ambao wanataka Kenya iendelee mbele. Jambo hilo nimeliona. Changamoto ambayo wako nayo ni kwamba unajua watu wengi wanafikiri labda kwa sababu Mount Kenya imetoa rais Jomo Kenyatta, katoa rais Mwai Kibaki, katoa rais Uhuru Kenyatta, yani wazaliwa wa kule, kwamba mambo yote ni shwari. Sio ukweli. Pia nao wanaumia kwa mambo tofauti. Na ni vizuri tuwe tayari kusaidiana nao kwa vyovyote vilivyo. Ndio. Naam, tunashukuru sana kwa sababu ya wakati wako. Na tutazidi kukutafuta na ili tuzidi kuzungumzia watu wa mlima na pia Wakenya kwa jumla. Ndio. Naam. Mimi nakubali. Ni lazima tufanye hivyo. Na mimi nawaambia mimi ni Macharia. Wanisikize, tusikizane na nitazidi kuwashawishi ili roho zao zikipenda. Niwe kafikira zao alafu wanipigie kura mwaka wa 2022. Na mimi niko tayari kabisa kuhakikisha kwamba tutashikana vizuri. Sitakuwa na ubaguzi kwa mtu yeyote katika taifa letu. Tumeshukuru sana. Asante sana. Aya, thank you muno makiria muri wa Kameme TV. Riu twaria na Macharia haha na no nginya tungiagecenjia rugio hanini na hau ni tugukorwo tugikinya muthia dereti toroshine rwa umuthi na mutongoria wake makia ANC Musalia Mudavadi uria ni umwe wa aria maracaria giti mwaka wa 2022. Tuthina mbere na gukiaraniria kwa ihinda riri gukorwo gigucokia kuria DSM Place kwi non-sizi mena DJ Giant 254 na nigetha makorwo magigeutereva thiini wa mahinda macio mangi matigarite. Ngatho cia mwanya. Ngatho cia mwanya muno kihumo ni gugititirithia o wega na mugikorwo mukiaraniria na mutongoria wake ma KNC niwe Musalia Mudavadi, na ni ngatho cia mwanya muno makiria.